Habari wapendwa, naenda kuwasalimia nyote ambao mnatufuatilia kwa channel yetu. Unapopata video yetu hii, usikose kucomment, usikose kusubscribe, usikose kushare kwa ndugu yako wote, usikose kulike, kwa sababu unapo like video zote utakuwa unazipata. Kila video yote ambayo tunatoa utakuwa unazipata, wewe ndio utakuwa mtu wa kwanza kuziona, kwa sababu video zetu hizi zipo zinapatikana kwenye YouTube. Hakuna mahali pengine pote ambao utapata video hii isipokuwa YouTube yetu au channel yetu. Tunajaribu kutoa video baada ya wiki 2 au wiki 3 utapata video mpya. Kwa siku ya leo tunaenda kuzungumzia watoto wa Ulaya. Watoto wa Ulaya wamekuwa magaidi. Na kwa siku ya leo tutachambua kila kitu chote, hakuna kitu ambacho tutaficha, kwa sababu kawaida kwenye channel yetu huwa tunachambua kila kitu. Tunapopata habari yoyote ile kutoka sehemu popote, tunakuja kuwaambia na nyinyi mjue kila ambacho kinaendelea kwenye dunia hii, kwa sababu kama kawaida yetu kwenye channel yetu tunasambua kila kitu. Hakuna kitu ambacho sisi tunaficha, hakuna kitu ambacho tunakosa kuwaambia. Tunapopata habari yoyote kutoka nchi zozote zile, tunakuja kuwaambia. Wazazi wamekuja kutufuatilia kwenye channel yetu, wazazi ambao wanapatikana kwenye nchi ya Uingereza, waiwahi kutuambia tujaribu kushauria watoto. Watoto wengi hawataki kusikiliza wazazi, watoto wengi hawataki kusikiliza wazazi wao ndani ya nyumba. Unapokuta mzazi yuko na shauria mtoto, mtoto anajipanda sana mbele ya mzazi, hataki kutekeleza mzazi na hataki kusikiliza mzazi. Watoto wengi wamekuwa magaidi. Sana watoto ambao wametoka Afrika, wanapofika kwenye hizi nchi za Ulaya wanakuwa magaidi. Wanakuta mtoto yuko navuta sigara, yuko navuta bangi, yuko navuta madawa za kulevya, yuko na kunywa pombe. Mtoto mdogo tu unakuta yuko navuta sigara. Unakuta kwenda baba yake avuti sigara, mama yake avuti sigara, lakini unakuta mtoto mdogo yuko navuta sigara mitaani na pombe anazikunywa. Watoto wengi wa huku Ulaya wamekuwa magaidi sana. Watoto hawataki kusikiliza mashauri ya wazazi. Hata mzazi anapomshauria anamwambia, mtoto wangu ustahili kufanya kitu kama hichi, au ustahili kugusa kitu hiki ambao unafanya sio kizuri. Mtoto anajipanda sana. Unakuta mtoto anapojua lugha ya Kizungu, unakuta sasa amekuwa yeye ndio yeye tu. Hataki kusikiliza neno wa mzazi, hataki kutekeleza baba yake, hataki kusikiliza hata mama yake. Watoto wengi wamekuwa magaidi sana huku Ulaya. Watoto wengi wamekuwa magaidi, hawataki kuwa wanasikiliza wazazi. Unajua Afrika watoto walikuwa wasikiliza wazazi. Unakuta mtoto na mzazi anasema kitu kwa mtoto, mtoto anatekeleza mzazi wake, anasikiliza kwa mzazi wake kitu gani mzazi anamwambia. Lakini watoto wa huku wamekuwa magaidi. Na ndio maana watu wao wanatufuatilia, wanatuambia tujaribu kuwa tunashauria watoto, tujaribu kushauria watoto, labda watoto wanaweza kuwa wakibadilika. Lakini huku Ulaya watoto wa huku hawabadiliki, hawataki kusikiliza. Kwa sababu sisi tunapopata mashauri yote yale, tunakuja kuwaambia mjue kile kitu ambacho kinaendelea kwenye dunia hii. Watoto wa huku wamekuwa magaidi sana. Hawataki kutekeleza mzazi. Unakuta mtoto yuko nda shule, yuko naenda na visu. Na sana watoto wa Kizungu, watoto wa Kizungu wako natembea na visu. Ukiona mtoto wako yuko na rafiki mzungu, ogopa huyo mtoto wako. Kesho kutwa atakuwa jambazi, kesho kutwa atakuwa muuni, kwa sababu watoto wa Kizungu huku wanatembea na visu mitaani. Akiwa na bifu na mtu wote ule anaua, kwa sababu watoto wa Kizungu huku huwa wafungwi. Usifikirie mtoto wa mzungu anafungwa huku Ulaya. Mtoto wa mzungu anaweza kaua mtu wote ule, lakini wewe hautafanya chochote kile. Hapa Uingereza, watu wa Uingereza walitufuatilia wakatuambia tujaribu kuwashauria watoto, tujaribu kushauria hata na wababa ambao wanatembea mitaani. Unapotembea mitaani uwe makini sana, kwa sababu watoto wa Kizungu huku Ulaya wako naua watu weusi sana, wako na waua. Kuna baba mmoja ambao waimuua hapa Manchester, mkoa mmoja ambao unaitwa Manchester. Baba mmoja alikuwa anapeleka watoto wake shule, ilikuwa mida ya asubuhi.
Yeye anapeleka watoto wake shule, akakuta na mtoto wa mzungu, au watoto wadogo wa kizungu wa miaka 14, 15, wanatembea na visu kwenye bage zao. Yaani unapomsopa kwenye mfuko wake, mfuko unakuta yuko na kisu, yuko na vichuma, yuko na vichuma vya kukata hata mtu. Sasa huyo baba alikuwa anatembea na watoto wake, anapeleka watoto wake shule. Si unajua hali ya huku Ulaya, watoto huwa wanapelekwa na wazazi. Unakuta mzazi kila asubuhi anapeleka mtoto wake shule na kwenda kumrudisha. Mtoto huku Ulaya aende mwenyewe, mzazi ndiye anachukua majukumu ya kupeleka watoto shule na kwenda kuwarudisha. Sasa baba huyo amekutana na bahati mbaya sana barabarani. Amekutana na bahati mbaya sana kwa sababu huyo baba alikuwa anapeleka watoto wake asubuhi shule. Kila asubuhi anapeleka watoto shule. Alikuta na bahati mbaya, alikuta na mtoto mzungu. Huyo mtoto mzungu alikuwa na kisu kwenye mfuko wake. Alipomuona, alipita na mchoma kisu, alipita na ule baba, alipita na mtupia kisu. Kisu kikaenda kumpata kwenye roho hapa. Mtu alipoanguka, damu zivuja nyingi sana, damu zitoka nyingi sana, na mtu akawa amefariki. Polisi ilipokuja kufanya doria, ambulance kuja kuchukua mtu, peleka mtu hospitalini, mtu ameshafariki zamani. Na ule mtoto wa mzungu ambaye ameua ule mtu mweusi akajikimbilia. Unaona, alipokimbia hakuna gisi. Wewe ukishakufa hapa kwenye nchi za Ulaya, umekufa. Lwako umeisha. Hata wafanye doria, hata wafanye chochote kile, wakisha kuua wewe umekufa, lwako umeisha. Sasa huyo baba walipompeleka hospitalini kule, baba ameshafariki zamani sana, kwa sababu unapopigwa kisu cha hapa kwenye roho, hapa roho kisu imedumbukia hadi kwenye roho na damu zikavuja, hawezi kapona. Huyo baba amefariki. Na usifikirie kama huyo mtoto ambaye ameua mtu mweusi hapa kwenye nchi za Ulaya, labda ule mtoto atafungwa. Huku mzungu afungwi. Mzungu akisha kuua amekuua. Kwa sababu mtu mweusi kuuawa Ulaya na uawa kama kawaida, na hakuna kesi ya mtu mweusi. Na wewe mtu mweusi ukijaribu kuua mtoto wa mzungu huku Ulaya, ndugu yangu, utaenda kuozea jela. Na sio jela tu, utaenda kunyongewa, watakuweka kwenye mashini wanakukatakata. Lakini mzungu kuua mtu mweusi kwenye nchi za Ulaya ni kawaida. Hata mtoto huyo wa kizungu ambaye ameuana hatafungwa, hata wamshike, hata watampeleka tu, wanamfunga komande, wanampeleka, lakini kule wataenda kumwachilia. Lakini wewe mtu mweusi ujaribu kuua mzungu mmoja kwenye nchi za Ulaya, ndugu yangu, utaenda kuozea jela. Na sio jela utaenda ozea, watakuua na wewe pia, kwa sababu umeuana. Lakini mzungu kuua mtu mweusi huku Ulaya ni kawaida. Ni kawaida kwa wazungu. Mtu mweusi kufariki hapa Ulaya kwao ni kawaida, wanaona ni kawaida. Lakini mzungu mmoja kufa Ulaya, ni tatizo kubwa sana, ni kosa kubwa sana kwenye serikali au kwenye jamii au kwenye kifamilia. Ni kosa kubwa sana. Lakini mtu mweusi kufariki hapa Ulaya ni kawaida. Kwa hiyo nyinyi ambao mnatarajia kuja huku Ulaya, muje huku Ulaya muwe najichunguza. Muwe naangalia namna marafiki gani ambao mnaweza kuwa nao. Na unapotembea kwenye barabarani unacheki, unaangalia sehemu kote, unaangalia huku, unaangalia na huku. Na nyuma unaangalia, kukua makini sana na watoto wa kizungu, kukua makini sana na watoto wa kizungu. Nyinyi ambao mnapatikana kwenye nchi za Uingereza, nchi za Ulaya, kukua makini sana na watoto wa kizungu, kwa sababu huku watu wako na kufa. Kuna vifo ambavyo vinatokea huku Ulaya, vifo vya hatari sana. Vifo vya kila aina vinatokea huku Ulaya. Unakuta mtu ameamka asubuhi, kesho kutwa unasikia ule mtu amefariki. Unakuta mtu labda angeishi miaka mingi sana huko mbele, lakini kesho unasikia ule mtu amekufa. Hata na watu weusi huku Ulaya wameshaleta uchawi huku Ulaya. Uchawi umeshafika huku Ulaya, wanakuwa na rogana. Unakuta mtu alikuwa mzima,
lakini unasikia jioni ule mtu ameshafariki, kwa sababu huku Ulaya uchawi umeshafika huku, na watu weusi wanaleta uchawi wa kuja kuangamiza watu weusi wenzao kuliko waangamize wazungu, lakini wanakuwa naua watu weusi. Hii ni taarifa ambayo tumeipata huko Manchester. Watu wa Manchester walitufuatilia wakatuambia tujaribu kushauria watoto ambao wanakuja huku Ulaya wao wanatulia, wasio natembea tembea usiku, na watoto wasio natembea tembea kila mara, na watoto wanabidi wao nasikiliza wazazi, kwa sababu watoto wa huku Ulaya wamekuja jikuta wao ni magaidi sana. Watoto hawataki kutekeleza mzazi, hataki kusikiliza baba yake, hataki kusikiliza mama yake. Unakuta huyo mtoto unapomwambia kitu, mtoto yuko na kufokea ndani ya nyumba, mtoto yuko na kufokea, yuko na kudharau ndani ya nyumba, na wewe ni baba yake. Lakini wewe mzazi unapojaribu kumzabua kofi moja, unajikuta wewe baba ndio unaenda kuozea jela. Ukipiga mtoto kwenye nchi za Ulaya, unapokuta huyo mtoto ameshakomaa, ndugu yangu, utaenda kuozea jela. Huku hakuna huruma huku. Unakuta wewe baba ni mtu wa kwenda kuozea jela. Afrika watoto walikuwa napigwa, mtoto anapigwa na anasikiliza mzazi. Afrika mtoto anapigwa na atatekeleza mzazi, na atasikiliza mzazi, na atamuomba mzazi wake msamaha. Lakini huku Ulaya mtoto hataki kupigwa. Unapopiga mtoto wako kwenye nchi za Ulaya, wewe baba unaenda kuozea jela. Unaenda kukaa jela miaka mingi sana huko jela. Unaanza ikaa miaka 10, miaka 20 huko jela kwa sababu ya kupiga mtoto wako. Lakini serikali inashindwa kuelewa kama watoto ni magaidi. Hawatauliza mtoto, kwa nini umekosea baba yako? Kwa nini baba yako amekupiga? Polisi ikifika nyumbani kwako haitauliza mtoto, haitauliza baba, ni kukushika wewe baba taraka mara moja, unaenda kupeleka jela mara moja. Lakini hawatauliza kwa nini baba amepiga mtoto, labda ule mtoto ndio alikosea baba yake, labda mtoto ndio alikosea mama yake. Hawatauliza hivyo vitu. Huku Ulaya hawaulizi kesi ya baba na mtoto, hawaulizi, kwa sababu mtoto huku ni kama dhahabu. Na ndio maana unakuta watoto wa kizungu wako natembea na visu, wako natembea na machupa ya kuuana. Unapoona mtoto wa miaka 12, 13, 14, 15, mtoto yuko natembea na visu, yuko natembea na kisu ya kuchoma mtu. Mtoto mdogo anatembea na visu. Unaenda hata kwenye shule za wazungu, watoto wa kizungu wako natembea na visu, na wanaenda shuleni na wanaenda ingia na visu. Akiwa na bifu na ule mtu ambaye ana bifu naye anaua. Huku wakisha kuua huku hakuna mahakamani na hakuna kesi yoyote. Usifikirie wewe wakisha kuua mtoto wako utapeleka kesi polisi, labda polisi ndio tatatua ile shida yako. Huku havipo. Wakisha kuua wamekuua tu. Ukisha kufa umekufa, lwako umeisha. Kwa sababu huku Ulaya huku wazungu hawafungwi. Usifikirie utaenda kupeleka mzungu polisi, eti polisi atatatua ile kesi yako. Eti polisi atatatua ile kesi yako. Hakuna kesi polisi atatatua. Hakuna kesi. Lakini wewe mtu mweusi ufanye kosa kidogo tu, ndugu yangu, unaenda kuzeekea jela. Unaenda zeekea jela. Jela utaenda kaa miaka mingi sana. Kwa sababu sisi huwa tunapata mashauri yote ile. Watu wanapokuja wanatufuatilia kwa channel yetu, wanatuambia ujaribu kutushauria, jaribu kushauria watoto, jaribu kutushauria, ujaribu kupasa habari watu wote wajue jinsi huku Ulaya unapokuja huku ni kama vile unaenda kuzimu, unaenda kwa shetani. Kama vile miezi ambayo imepita huko mbele tuwahi kuzungumzia kuhusu serikali za Ulaya ziko juu ya wanawake na watoto. Unapokuja wewe mwanaume huku Ulaya, uje huku lakini ujue kama huku serikali zote zinachunguza mtoto na mwanamke. Sana watoto. Watoto ndio kila kitu. Na ndio maana unakuta watoto wadogo wanapofika huku Ulaya, akishajua lugha ya kizungu anakuwa na dharau baba yake. Unakuta baba yake anapomwambia kitu, mtoto asikilizi mzazi tena. Na labda kwenda huko Afrika mtoto alikuwa anasikiliza mzazi, mtoto alikuwa anatekeleza mzazi, labda alikuwa na heshima.
mtoto hakuwa anavuta bangi, lakini anafika huku mtoto anaanza kuvuta bangi, kila aina ya bangi mtoto anavuta, sigara za kila aina. Unakuta mtoto yuko anavuta sigara kalikali, unakuta hata baba yake zile sigara hazivuti, lakini mtoto ashavuta sigara, anavuta bangi, mtoto mdogo. Huku Ulaya hivyo vitu vipo, na we mzazi utashauria mtoto wako, mwambie mtoto wangu, hizi sigara mimi sizitaki hapa nyumbani kwangu, sitaki uendelee kuvuta sigara. Mtoto atakuona tu kama wewe ni mwenda wazimu, kwa sababu unaposhauria mtoto wako ukiuta ule mtoto ni mgaidi, mtoto mgaidi, mtoto ambaye asikilizi mashauri ya mzazi, we baba kaa kimya, acha kushauria mtoto kama ni mgaidi, kwa sababu ukiendelea kumshauria utaenda kuozea jela. Kwa sababu watoto wa huku hawataki kutekeleza mzazi. Afrika mtoto alikuwa anasikiliza mzazi. Mzazi anapomwambia mtoto kitu fulani, chukua ya maji yapeleke sehemu, nenda uende kuoga mapema, sitaki uwe unakaa na uchafu, mtoto anasikiliza mzazi na anatekeleza mzazi na anasikiliza mashauri ya mzazi. Lakini watoto wa huku ni magaidi. Mtoto unakuta yeye ndio anasimama kama, yani ndani ya nyumba unakuta mtoto ndio kama baba. Yani yeye anasimama mbele ya baba yake, anakuwa anapinzana na baba yake kama vile anaweza kupigana na baba yake, na kumbe ni mtoto. Mtoto wa huku Ulaya anakuwa, yani mtoto anakuwa kama yeye ndio yeye tu. Ukikuta sasa mtoto ameshajua lugha ya kizungu hii lugha ya wazungu, ndio unakuta mtoto amepanda sana cheo. Unakuta mtoto mdogo ameshatoboa herene hapa, ameshatoboa hata kwenye pua. Unakuta wanaume wengine huku Ulaya, unapoona wanaume utafikiria labda ni wanawake, kumbe ni wanaume. Sana sana watoto wadogo wa miaka 15, 16 wameshatoboa masikio, wameshatoboa herene hapa kwenye pua. Unapoona mtoto unafikiria labda ni mtoto, kumbe ni mgaidi. Labda Afrika yuko bado hajatoboa pua, labda Afrika yuko bado yuko ni mtoto mzuri, ni mtoto wa kusikiliza mzazi, ni mtoto wa kutekeleza mzazi. Lakini watoto wa huku wamekuwa magaidi, kwa sababu si tunapopata mashauri, tunapopata habari yoyote ile inatoka sehemu popote pale, tunakuja kuambia mjue kila ambacho kinaendelea kwenye dunia hii. Kwa sababu sisi tuko hapa kwa sababu ya kuja kuwapasha habari, mnajua kile ambacho kinaendelea kwenye dunia hii. Watoto wa huku wa Ulaya, watoto wa Ulaya ni magaidi. Ni watoto ambao watekelezi mzazi, ni watoto ambao wasikilizi wazazi, ni watoto ambao wapo tu. Unapoona mtoto wako ameshatoboa lisikio, mtoto ameshatoboa lisikio, ameshaweka herene hapa kwenye pua, na ameshatoboa lisikio, unakuta ni mtoto mwanaume lakini ameshakuwa na herene. Unakuta ni mtoto wako wa kiume, umetoka naye Afrika, yuko bado hajatoboa lisikio, lakini anafika kwenye hizi nchi anakuwa na marafiki za kila aina, wale marafiki zake wanaenda kumtobolesha lisikio. Unakuta mtoto akishatoboa lisikio ni mwanaume, huyo mtoto anakuwa mgaidi, na mwisho wa siku anakuwa shoga. Kwa sababu unapotaka kuwa shoga unaanza kuwa mtoto, unaanzia kuwa ushoga, unaanzia kuwa mtoto, unaanza tabia mbaya kwenye utoto wako. Unapoenda na koma, mwisho wa siku unakuwa shoga. Unakuwa sasa mtoto mdogo, unakuwa wakwenda kulaliwa na wanaume wenzako. Na ndio maana unaona watoto wa huku Ulaya, unakuta mtoto ameshaweka madredi, ameshaweka vinywele vya mafuta bangi. Unakuta mtu sio mvuta bangi, lakini nywele ambayo ameziweka kwenye kichwa yake. Utaona tutasema huyu mtoto ameshakuwa muuni, huyu mtoto ameshachanganikiwa. Nywele tu ambayo anaziweka, amefuga nywele kama rasta. Utafikia labda ni msanii, kumbe sio msanii. Unapoenda kumchunguza mtoto, labda anaimba nyimbo za kidunia, lakini ukimchunguza kindani tu, ukimfuatilia ndani ya familia yake, watakwambia mtoto haimbi nyimbo. Mtoto huyo anatulia ndani ya nyumba, lakini unapoenda kumtazama kwenye nywele zake, nywele ambayo anafuga, utafikia labda ni mwenda wazimu.
Watoto huku Ulaya wamekuwa magaidi, kwa sababu huku Ulaya serikali za Ulaya hazitaki we mzazi upige mtoto, na serikali za Ulaya hazitaki we mzazi ushaurie mtoto, kwa sababu watoto wa huku wanafanya kila kitu ambacho wanapenda. Na ndio maana wakuta watoto wa kizungu wako natembea na visu, wako natembea na mipanga mfuko. Unakuta mtoto yuko nenda shule yuko na kisu ndani ya bage yake, kwenye mfuko wake anaweka kisu. Kwa hiyo anapoenda huko shuleni, mtoto ambaye anatembea na kisu, ukikutana naye tu hata kuua. Na ndio maana huyu baba ambao wamemua juzi hapa tarehe 3 hapa, tarehe 3 ameua mtu mweusi hapa kwenye nchi ya Manchester. Wamemuua kwa sababu mtoto mdogo yuko natembea na visu, akiwa na bifu na mtu wowote barabarani ataua. Na hakuna kesi yoyote ile. Huku ukishauawa na mzungu umekufa, lwako umeisha. Na wataenda kutafuta ule mtoto ambaye amekuua, naye baende bamuue huko jela, wala wampeleke mahakamani ya kifungo cha kunyongwa. Huko havipo. Lakini wewe mtu mweusi ufanye kosa ndogo tu kwenye nchi za Ulaya, kesi ndogo tu kifanya, utaenda kuozea jela. Unakuta we baba unakuwa mtu wa kwenda kuozea jela kesi ndogo ambao umefanya tu kwa mtoto wako. Wala ule mtoto wako amefanya kesi kidogo tu, amepiga mtoto wa kizungu mitaani huko. Kumpiga tu, mtoto wako amepiga mtoto wa kizungu mitaani. Na ule mtoto wa kizungu akienda kuita polisi, na wanakia kukuta we ni mtu mweusi ndio ipiga ule mtoto wa kizungu. Hata mlikuwa watoto kwa watoto, watakupeleka jela, watapeleka mtoto wako jela. Kwa sababu huku Ulaya huku usijaribu kukorogana na wazungu, usijaribu kupigana na wazungu, usijaribu kukorofishana na wazungu. Kwa sababu unapokorofishana wazungu huku Ulaya, hata mzungu ndio alikuwa na kosa, hawatachunguza eti hii kosa mzungu ndio amefanya hii kosa, wapeleke ule mzungu jela. Mzungu afungwi. Usifikie mzungu huku Ulaya anafungwa. Mzungu afungwi. Wasikudanganye mtu. Mzungu huku Ulaya afungwi. Lakini wewe ukifanya kosa kwa mzungu, unaenda jela. Kesi ndogo tu. Hata kama ulimpiga, labda mlikorofishana, mlitukanana, mkafikia hatua kupigana, hata ule mzungu ndio alikuwa na kosa na wewe, watakupeleka wewe, watakupeleka. Hawataangalia eti mzungu ndio alikuwa na tatizo na wewe, hawataangalia mzungu ndio alikorofisha, mzungu ndio amekuletea tatizo, mzungu ndio amekupiga, mzungu ndio amekuchokoza, mzungu ndio ameanza kukuchokoza. Hawataangalia hivyo vitu. Watakuchukua wewe mtu mweusi wanakupeleka jela. Kesi ndogo tu. Na ndio maana sisi hapa kwa channel yetu tunapopata taarifa yoyote ile, tunakuja kuwaambia na nyinyi mjue kila ambacho kinaendelea kwenye dunia hii. Mjue kila kitu ambacho kinaendelea. Unapokuja huku Ulaya, hakikisha uje huku usiwe na marafiki. Yale marafiki yanaanza kukuponza ukaenda jela. Yanaanza kukuponza hadi mwisho wa siku ukaenda wakakuua. Kwa sababu huku Ulaya huku nabidi uje utulie. Haki ukiwa na watoto wengi, ukiwa na watoto wako, alafu wale watoto wakiwa na marafiki wa kizungu, ujue siku zitakuja huko mbele, watoto wako watakuwa wauni. Utakuta watoto wako wanaanza tembea na visu bila we kujua. Kwa sababu watoto wa kizungu ni wauni sana. Watoto wa kizungu ni wauni. Ni wauni tena ni magaidi. Unakuta mtoto yuko ndani ya nyumba, asikilize hata baba yake. Na baba yake hawezi kumshauria. Mtoto yuko navuta sigara bila hata baba yake kujua. Hata baba yake akijua, baba yake hana budi ya kumwambia acha kuvuta sigara, sigara sio nzuri. Baba hana uwezo wa kumwambia ule mtoto wa kizungu kumwambia acha kuvuta sigara. Mtoto anaamua gisa napenda. Unaona? Sasa unapokuja kwenye hizi nchi za Ulaya, watoto wako wanazoea kuenda na tembea na wazungu. Utakuta wale watoto wako nao hata kama walitoka Afrika walikuwa watoto wa taratibu, wanakusikiliza ndani ya nyumba,
unapowaambia kitu mtoto anakusikiliza, lakini unapomleta kwenye hizi nchi za shetani hizi, mtoto wako anaenda kuwa na marafiki wa kizungu. Siku chache zitakuja uko mbele, utakuta ule mtoto wako ameshakuwa muuni. Unakuta ule mtoto ambao ikuja naye kama alikuwa mtaratibu, alikuwa anakusikiliza, alikuwa anakuheshimu wewe baba yake, unapomwambia kitu mtoto anakusikiliza, lakini unakuta ule mtoto ameshakuwa mgaidi. Mtoto hataki kusikiliza tena baba yake. Mtoto anakuwa sasa mtoto kama yeye ndio anasimama kama nyumba ndani, yani ndani ya nyumba anajiona yeye ni yeye. Anajiona yeye sasa ndio amekuwa baba. Watoto wengi wanapokuja kwenye hizi nchi za Ulaya, akishajua ameshajua malugha, ashajua kila kitu, ndio anajiona sasa yeye ndio baba ndani ya nyumba. Hapa watoto wanaozea jela. Nimeona hapa juzi hapa watu wa Australia waliwahi kutupigia simu kutuambia tujaribu kushauria watoto. Tujaribu kushauria watoto. Watoto wengi wanaozea jela. Kesi ndogo tu, mtoto akifanya kesi ndogo tu, polisi akisha kushika tu, unaenda kuozea jela. Unaenda kuozea jela. Hata uwe mtoto mdogo ukifanya kosa kwenye nchi za Ulaya, ukifanya kosa, unaenda kuozea jela. Kwa sababu hapa watu wa Manchester waliwahi kutufuatilia kwa channel yetu mwezi ambao umepita huko mbele, wakatuambia tujaribu kushauria watoto. Kuna mtoto wa mtu mweusi hapa Manchester ameenda kuuma mzungu meno. Alipoenda kumuuma mzungu meno, amemuuma tu meno hapa tu. Walikuwa wanacheza tu, unajua watoto wakikutanana huwa wanacheza mpira, wanacheza vitu vyao vile vitu ambao wanapenda kucheza. Sasa kuile kucheza kwao ikatokea wakakorofishana, ule mtoto wa kizungu, ule mtoto wa mtu mweusi akamuuma mzungu meno hapa. Alipoenda muuma meno, ule mzungu ameitia polisi. Polisi kuja, hakuna cha kuongea. Ukishafanya kesi ndogo kwa mzungu hapa, unauma mtoto wa mzungu meno hapa. Hata ile meno haikutoa kidonda wala ile meno haikutoboa. Ndugu yangu, mtoto wako ataenda kuozea jela. Hata kama ni mtoto mdogo wa miaka 10, miaka 7, miaka 9, bata ule mtoto atamchukua nenda kumfunga huko jela. Na bakisha mfunga huko jela, ataendekaa miaka 5 huko jela. Miaka 5 ndio atakaa jela. Akitoka huko hatafanya kazi tena, hatafanya kazi maisha yake yote yale, hatawahi kufanya kazi na hatawahi kuwa na uraia, yani kuapply passport, kukuwa na mapassporti. Yani yeye hatawahi kwenda Afrika, hatawahi kusafiri, kwa sababu hapo ukishaharibu jina lako kwenye nchi za Ulaya, ndugu yangu, utakuwa unatafuta visa kila mara. Visa utapewa. Na ukitaka kusafiri hivi wanakukatalia. Hautaenda popote. Kwa sababu hapa Ulaya ukishaharibu jina lako, umeharibu jina lako. Kwa sababu watu wote hapa Ulaya wanaishi kwenye system. Watu wote wako kwenye system. Naona hapo unaenda kuharibu jina lako, unakorofishana na wazungu, wala unafanya kesi ndogo tu. Kesi ya mauaji, kesi ya nini. Bora mzungu afanye kesi ya mauaji, lakini wewe mtu mweusi usifanye kesi ya mauaji kwenye nchi za Ulaya. Bora mzungu ndio afanye kesi ya mauaji, lakini wewe mtu mweusi usiwahi kufanya kesi yoyote ya mauaji. Kwa sababu unapofanya kesi yoyote ya mauaji hapa, usifikiri utaenda fungwa. Wataenda kupeleka jela ya kunyongwa. Wataenda kupeleka kule, wanaenda kunyonga mara moja. Watakuweka kwenye mashini, wanakunyonga. Mashini ndio itakunyonga. Mimi nakwambia ukweli. Usifikirie kama umefanya kesi ndogo, kesi ya mauaji kwenye nchi za Ulaya eti watakusamea. Hawatakusamea. Watakupeleka kule jela na wanaenda kukuua mara moja kule. Hawatasema eti kwa sababu wewe ni mtoto mdogo, labda umefanya vitu umefanya kwa bahati mbaya. Hawataangalia hicho kitu. Ni kuchukua tu, unaenda kuozea jela na wanaenda kukuua. Kwa sababu kesi ya mauaji ni kesi mbaya sana. Kesi mbaya sana. Watu weusi wamezekea jela. Watu weusi wako jela. Wengi sana wako jela watu weusi. Kesi ndogo ndogo tu.
amekorofishana na mke wake, amekorofishana na watoto, labda watoto wamemkorofisha, unakuta we baba unaenda kuozea jela watoto wako. Watoto hautapiga fimbo kwenye nchi za Ulaya, hautapiga mtoto fimbo, hautashauria mtoto. Ukikuta ule mtoto ni mgaidi, ni mtoto ambaye hataki kukusikiliza, unakuta ule mtoto ndio anakuwa muuni. Unaona, unapoona huko na mtoto mgaidi ndani ya nyumba, we baba uwe nakaa kimya. Acha kushauria mtoto mgaidi, kwa sababu watoto wagaidi ndio watoto wabaya sana. Unakuta wale watoto wanaenda kufungisha wa baba yao ndani ya jela, baba yake anaenda kukaa miaka mingi sana huko jela, kwa sababu unapoenda huko jela huko hautatoka kule. Usifikie utatoka kule, watakupatia kesi mbalimbali kule, utakaa miaka, kama ni miaka 5, ikiisha wanakuongezea ingine 5. Unakuta unafanya jela miaka 10, miaka 20, miaka 15, unaishi jela tu. Kesi ndogo ya mtoto wako tu. Na Afrika mtoto yuko ukimzabua mtoto, ukiona mtoto wako ni mgaidi, utamweka chini, unamtandika mafimbo. Lakini huku Ulaya haustahili kupiga mtoto wako, haustahili kupiga mtoto wako. Hata mtoto ni mgaidi haustahili kumpiga, kwa sababu huku Ulaya sheria yote hapa inakataa kupiga mtoto, kwa sababu na ndio maana unakuta watoto wengi wa kizungu ni magaidi. Unakuta mtoto yuko nda shuleni, yuko nda tembea na kila kitu ambacho anapenda. Akipenda kuwana huko shuleni anauana, akipenda kufanya vitu vibaya kule mitaani kule anafanya. Hiyo ni kawaida kwa watoto wa kizungu. Lakini wewe mtoto wako asifanye vitu vibaya kwenye nchi za Ulaya. Mimi nawaambia ukweli. Mtoto wako asifanye vitu vibaya kwenye nchi za Ulaya. Asikorogane na mtoto wa mzungu, na asikorogane na mtoto wote ule. Asifanye kesi yoyote kwenye nchi za Ulaya. Kwa sababu ukiwa na mtoto wako yuko nenda napigana mitaani, ujue huyo mtoto wako ataenda kuozea jela. Huko hakuna huruma, hata kuangalia eti huyu ni mtoto mdogo wa miaka 9, miaka 7, eti tumwatie. Huko hakuna. Na usifikirie watakuja kuchukua ye baba. Mtoto akifanya kosa wanachukua mtoto. We baba ukifanya kosa wanakuchukua we baba. Lakini we baba unastahili kuwa na shauria watoto wako ndani ya nyumba. Lakini uangalia watoto, unaposhauria mtoto wako kama hataki kukusikiliza, umwache hivyo tu, kwa sababu unapoendelea kumshauria kama ni mtoto mgaidi, ni mtoto ambaye ameshavuta bangi sana, anavuta sigara nyingi, huyo mtoto unapoendelea kumshauria, unakuta mtoto ameshaenda kuita polisi we baba bila kujua. Tunaona hapa Manchester hapa kuna familia moja ilikuja kuchukua watoto wake wote. Kesi ndogo tu, mtoto amefanya kesi tu na mzazi wake. Mtoto ameenda beba mimba, mtoto mdogo wa miaka 14. Unajua Afrika, kama Afrika binti inapoeneza miaka 14, 15, anastahili kubeba mimba. Akitembea vibaya tu anaweza beba mimba. Binti wa miaka 14, 15, 16. Akitembea vibaya na mwanaume anabeba mimba. Sasa huku Ulaya sasa binti akibeba mimba wa miaka 14, miaka 14, 15 anabeba mimba. Hey. Serikali itakuja na chukua watoto wako wote. Watasema eti wewe umeshindwa kulea watoto. Na ni binti mkubwa tu wa miaka 14, ni binti mkubwa. Lakini huku Ulaya huku mtoto wako anapobeba mimba ya ghafla, mtoto mdogo anabeba mimba ya ghafla, serikali inakuja kugundua ile mimba ameibebea nyumbani. We baba watabidi muachana watoto wako. Serikali itakuja na chukua watoto wote. Wanasema we baba umeshindwa kulea, kwa hiyo sisi tunaenda kulelea watoto wako. Na wale watoto hawatawahi kuwaona hadi wafikishe miaka 20. Serikali kibeba watoto wangali wadogo, utakuja kuwaona wakisha kuwa miaka 18, miaka 20, ndio utakuja kuwaona tena. Kwa sababu sisi tuko hapa kwa sababu ya kuja kuwashauria
muwe najua mambo yote ya Ulaya, mjue siri zote za Ulaya, mjue huku Ulaya. Unapokuja huku Ulaya usifikirie umeenda mbinguni. Watu wengi huwa wanafikiria wanapoenda Ulaya wamefika paradiso, wameenda kumuona Yesu. Huko hutamuona Yesu. Usifikirie huku utakuja kumuona Yesu. Hautamuona Yesu na hautamuona Yakobo. Usifikirie kama unakuja huku Ulaya unaenda mbinguni. Haujafika mbinguni bado. Bado wewe uko chini ya jua. Kwa sababu hapa Ulaya unapofanya kosa ndogo tu, watakuja kuchukua watoto wako wote. Watoto wataenda kulelewa na serikali. Na wale watoto hawatawahi kuwaona, hadi wakomae kule wamekuwa watu wakubwa. Na labda akikomaa kule, watoto wanakusaulika wewe mzazi, wanakusaulika wewe baba. Kwa hiyo unapokuja huku Ulaya, hakikisha uwe na mtoto wako vizuri. Weka watoto wako kwenye mazingira mazuri, weka watoto wako wawe na mjua Mungu, wao najua kuomba. Usikubali mtoto wako aende alale kitandani bila kuomba. Mtoto anapoeneza miaka 9, miaka 10, hakikisha ule mtoto wako ajue namna ya kuomba Mungu. Anapoenda kitandani ajue kuomba Mungu. Yaani umulee kwenye mazingira mazuri, mazingira ya kusali. Lakini unapoenda mwachia mtoto wako mlee mazingira ya kawaida, unakuta mtoto anaenda akienda shule iko anatembea na bangi kwenye bage yake. Unakuta iko anatembea na bangi, iko anatembea na sigara. Mtoto mdogo iko anavuta sigara. Labda we baba hujawahi kuvuta sigara. Labda we baba yake hujawahi kuvuta hata bangi. Hujawahi kuvuta hata madawa za kulevya. Lakini watoto huku wanavuta sigara, wanavuta bangi. Na we baba hutafanya kitu. Hiyo ni kawaida kwenye nchi za Ulaya. Unakuta mtoto mdogo yuko anatembea, yuko anaenda anavuta sigara, yuko anaenda shuleni na masigara mfuko. Lakini we baba hauna budi ya kumshauria. Ukienda kumshauria kama unakuta ule mtoto ameshakuwa mgaidi, we baba utaenda jela. Utaenda kuozea jela miaka mingi sana huko jela. Kwa sababu watoto wa huku Ulaya unastahili kushauria mtoto ambaye anakusikiliza. Shauria ule mtoto ambaye bado yuko anapenda mashauri. Lakini ukienda shauria mtoto ambaye hapendi mashauri, hataki kusikiliza, we baba, achana naye tu, mtazame na macho. Mtazame na macho. Yaani wewe unabidi kuachia dunia. Dunia ndio ije imshauria uko mbele. Kwa sababu we baba ukiendelea kushauria mtoto mgaidi, mtoto ambaye yuko navuta sigara, yuko navuta bangi kwenye nchi za Ulaya, huku serikali haitaangalia chochote kile. Serikali huku inalea mtoto kama liai. Ndio maana unakuta watoto wadogo wako ndani wanatembea na visu. Watoto wadogo wako wanatembea na machupa ya kukata watu vichwa. Na kesi ya mtoto akishakuua, mtoto mdogo akishakuua, wewe mtu mzima, mtoto mdogo anakuua. Usifikirie kesi wataipeleka mahakamani, wataipeleka popote. Ukikufa unakufa. Lwako umeisha hivyo. Na ule mtu ambaye amekuua kama ni mzungu, hatafungwa na hataenda jela. Wasikudanganya eti mzungu kwenye nchi za Ulaya anafungwa. Huku mzungu hafungwi. Lakini wewe mtu mweusi ukifanya kosa ndogo tu. Hata ukusha kuwa na uraia, ushakuwa na passport. Hii ni maneno ambayo tuliongea miezi ambayo imepita. Nafikiria ni mwezi wa 3. Ukishakuwa na passport ya Ulaya usifikirie umeshakuwa mwenyeji. Wao wanajua sehemu ambapo umetoka na wanajua sehemu ambapo umezaliwaka. Ukifanya kosa ndogo tu, watakunyang'anya ile passport yako na wanakurudisha nyumbani kwenyu. Na kabla hawajakurudisha watakuweka kwanza jela miaka 5. Unatumikia jela miaka 5, ukitoka jela ndio wanakurudisha nyumbani kwenyu. Na ile passport wanakunyang'anya. Hiyo ni kawaida kwenye serikali za Ulaya. Ni kawaida. Mimi nawaambia ukweli. Kwa sababu sisi huwa tunapokuja kwenye channel yetu ya YouTube, huwa tunapasua kila kitu. Hakuna kitu cha kuficha.
Hakuna kitu tunaficha na hakuna kitu ambacho sisi tunaogopa kuambia. Kila kitu tunakuja kuambia ili mujue kile kitu ambacho kinaendelea kwenye dunia hii. Usifikirie eti wewe umepata passport, umepata uraia, ndio unajiona sana, unafurahi sana. Mimi nimeshakuwa mwenyeji, mimi nimeshakuwa mzungu, nimeshakuwa mtu fulani. Hujakuwa mzungu bado. Usifikirie utakuja kuwa mzungu sawa sana watoto waliozaliwa hapa. Watoto ambao wamezaliwa hapa, hawatakuwa sawa sana nao. Ukifanya kosa ndogo tu, utaenda kuozea jela, unaenda kaa jela miaka mingi sana. Usifikie eti umeshakuwa na passport, unajiona mimi hivi sasa hivi nimekuwa mzungu, nimeshakuwa mwenyeji. Hujakuwa mwenyeji bado. Wewe wanajua sehemu ambapo umetoka. Wanajua kitofu chako, wanajua nchi yako ni sehemu gani. Unapofanya kosa kidogo tu, kama umezaliwa Burundi, umetokea Tanzania, sijui wapi, umetokea Kongo, Rwanda, Uganda, watakurudisha kule kwenyu. Kwa sababu watu wengi wanapofika huku Ulaya wanajiona sana, sisi hivi sasa hivi tumeshakuwa wenyeji, tumeshakuwa wazungu. Unakuta mtu ameshakuwa na passport, ameshakuwa na green card, ndio anajiona mimi nimeshakuwa mzungu. Hawajakuwa mzungu bado. Usijivunie ile green card. Ile green card sio yako. Watu wa Marekani wanajivunia sana green card. Mimi nishakuwa Marekani, nishakuwa mwenyeji. Hivi nimepata passport hapa, nimeshakuwa mzungu hapa Marekani. Bado hajakuwa mzungu bado. Na kuna siku utakuwa mzungu. Kwa sababu wewe wanajua kitofu chako na wanajua rangi yako, wanajua rangi yako ambao unayo. Ukifanya kosa kidogo tu, kama wewe ni mkaji wa Marekani, wala mkaji wa Ulaya, utaenda kuozea jela. Utaenda kaa miaka, hata ushakuwa na passport, ushakuwa na uraia. Wanajua sehemu ambapo umezaliwa. Usifikie eti hawajui, wanajua. Fanya kosa kidogo tu. Hata ushakuwa na passport, umeshakuwa na uraia. Wanajua sehemu ambapo umezaliwaka. Utajikuta wamesha kurudisha kule kwenye utokaka. Ndio maana usijivunie uraia. Usijivunie uraia. Ule uraia sio wako. Ule uraia uko juu yako. Usifikie ile passport ambayo umepewa eti ni ya kwako. Sio yako. Wamekupa tu kwanza kama vile wamekulazima tu. Wameandika kwenye jina lako eti wewe ni mtu fulani. Hii passport umekupa kwanza uishike kwanza. Ni kama vile wamekulazima tu, wamekupa ushike kwanza. Kwa sababu siku utafanya kosa kidogo tu, ile passport wataichukua. Na ule uraia wako ambao ulikuwa unajivunia, mimi nishakuwa mzungu, nishakuwa mwenyeji, hautauona tena ule uraia wako. Usijivunie eti kwa sababu mimi nishakuwa mzungu, nishakuwa na passport. Wewe ni mtu mweusi tu. Wanajua sehemu ambapo umezaliwa. Wanajua. Ndio maana sisi huwa tunashangaa kwa channel yetu, tunapoona watu wanapopata uraia wanafurahi sana. Wanafurahi sana. Mimi nishakuwa mwenyeji, nishakuwa mzungu, nishakuwa mwenyeji. Hujakuwa mwenyeji bado. Hata kuja kuzidi watoto waliozaliwa hapa. Wanajua sehemu ambapo umezaliwaka. Wanajua sehemu ambapo umetoka. Wanajua. Usifikie eti wao wajui. Wanajua. Na unapoenda kutazama ile passport yako, unapoikagua, wanaandika nchi yako. Wanaandika sehemu ambapo izaliwaka na nchi yako ni sehemu fulani. Ukifanya kosa kidogo tu, wanakurudisha kwenye nchi yako. Hiyo ndio serikali ya Ulaya. Ndio serikali ya Ulaya. Mimi nawaambia ukweli. Sisi hapa tuko hapa juu ya kuwashauria. Kwa sababu tunaona watu wengi wanapopata uraia, mimi nishakuwa mwenyeji, unakuta mtu yuko na furahi sana, anafanya sherehe kubwa, wanaenda kununua mambuzi, mangombe, wanapika, wanakula, mamichele wanapika, wanakula, wanafurahi sana. Nimeshakuwa na uraia, nimeshakuwa mwenyeji. Hawajakuwa mwenyeji bado. Hawajakuwa mwenyeji. Hawatakuja kuwa mwenyeji sawa sana na watoto waliozaliwa hapa. Hawatakuja kuwa mwenyeji sawa sana na wenye nchi. Wao wanajua kola yako, wanajua rangi yako, wanajua mwili wako. Wanajua.
Usifikirie eti wewe utakuja kuwa mjanja kuzidi watoto waliozaliwa hapa. Kwa hiyo unapopata video yetu hii, usikose kulike, usikose kucomment, usikose kushare kwa ndugu yako wote, rafiki yako, kwa sababu unaposhare itakuwa ni vizuri sana kwenye channel yetu ya YouTube izidi kusonga mbele. Usikose kusubscribe, kwa sababu unapofanya subscribe, kwa sababu video zote utakuwa nazipata. Kila video yote ambayo tunapotoa, wewe ndo utakuwa mtu wa kwanza kuiona, kwa sababu umesubscribe na unaweka comment na kulike video. Usikose kulike, kwa sababu unapo like video zote utakuwa nazipata. Baada ya wiki 2, wiki 3 utakuwa unapata video mpya. Bila ukawia, tunawatakia jioni njema na usiku mwema. Kwaheri.